Kijiji cha Mwangaza kilikuwa kimya sana usiku ule, kimya cha kutisha, kana kwamba hata upepo uliogopa kupita. Kanisa dogo la bati lilisimama katikati ya kijiji. Lilionekana kama kivuli kikubwa gizani. Ndani ya kanisa hilo aliishi mhubiri na mchungaji Elisha Mbeho, mtu aliyesifiwa kwa sauti yake ya upole na mahubiri yaliyogusa wengi. Lakini moyoni mwake Elisha alikuwa mtu tofauti sana. Alikuwa mchungaji masikini. Sadaka zilikuwa chache, kanisa lilikuwa tupu mara nyingi, na waumini walikimbia na kwenda kwenye makanisa makubwa mjini ambako kulikuwa na miujiza ya haraka. Kila siku Elisha alilala njaa. Alitizama dari ya nyumba yake ya udongo huku mawazo yakimtesa. Kwa nini Mungu aninyime baraka? Kwa nini wengine wanafanikiwa na mimi nikose kila siku? Tamaa ilianza kama wazo dogo, lakini ilikuwa pole pole kama kansa. Siku moja jioni, mzee mgeni alifika kanisani. Alikuwa amevaa kanzu nyeusi, macho yake yalikuwa mekundu kama makaa ya moto, na sauti yake ilikuwa nzito ajabu. "Mchungaji Elisha," alisema bila kutabasamu, "najua unachokitafuta." Elisha alishtuka. "Unamaanisha nini?" Mzee huyu alitabasamu kwa njia iliyomfanya Elisha ahisi baridi kali kimtambaa mgongoni. "Utajiri, umaarufu, kanisa lililofurika waumini, ninaweza kukupa hivyo vyote na kukuonyesha njia." Elisha alijaribu kujifanya mwaminifu. "Baraka zinatoka kwa Mungu pekee." Mzee huyu alicheka, kicheko chake kilichosikika kama mifupa ikivunjika. "Ndiyo, lakini Mungu si njia pekee." Usiku huo Elisha hakulala. Alihisi sauti kichwani mwake zikimnong'oneza, zikimuonyesha picha za magari makubwa, kanisa la kifahari, na waumini wakipiga makofi kwa furaha. Alfajiri ilipokaribia, alifanya maamuzi ambayo yangebadilisha maisha yake milele. Alifuata ile sauti. Mzee huyu alimuongoza hadi msitu wa kale, nje ya kijiji, msitu uliokuwa ukiepukwa na watu kwa miaka mingi. Ndani ya msitu huo kulikuwa na kibanda cha ajabu kilichozungukwa na mifupa ya wanyama na alama za damu ardhini. "Hapa ndipo nguvu ilipo," mzee alisema. Ndani ya kibanda kulikuwa na mishumaa mekundu, sanamu zilizochongwa kwa mifupa, na bakuli lililojaa damu nzito nyeusi. Harufu yake ilimfanya tumbo la Elisha ligeuke. "Kabla ya utajiri," mzee alisema kwa sauti ya kuamrisha, "lazima utoe kafara. Kila mafanikio yana bei." Elisha alitetemeka. "Kafara gani?" Macho ya mzee alimetameta gizani. "Kafara ya kwanza ni mtu asiye na hatia." Mishumaa ilipozimika, ghafla kilio cha ajabu kilisikika msituni. Kilio kilichochanganya sauti ya mtoto na mnyama. Elisha alifunika masikio yake, lakini sauti iliendelea. Na hapo ndipo alipoelewa. Alikuwa amechelewa kurudi nyuma. Usiache kufuatilia sehemu ya pili ya simulizi hii tamu na kusisimua. Pia usisahau kulike, kusubscribe na kushare.